Kuna mtu mmoja anaitwa Boniface George Simbachawene. Boniface George Simbachawene. Unamjua? Ni nani? Waziri wa mambo ya ndani. Boniface George Simbachawene. Miongoni mwa watu ambao wana mioyo mizuri sana na ndani yao kuna kitu kinachoitwa hofu ya Mungu ni Mheshimiwa Boniface George Simbachawene. Katika watu ambao mimi huwa nikiombea nchi, kwa sababu siwezi kuacha kuombea nchi au siwezi kuacha kuombea amani ya nchi yangu kwa sababu ya hayo yaliyotokea, lazima niombe. Mara kama 3 au mara kama 2 au 3 hivi nimekuwa nikiletewa jina lake na muombe. Kwa nini? Tafsiri yake ni hapa: utawala unaweza ukawa haramu kwa maana sio utawala halali, lakini haimaanishi hakuna watu wa Mungu pia kwenye utawala, si ndio? Yaani utawala ni mbaya, haupo kihalali na Mungu anatambua, lakini bado kwa sababu hao watu hawaongozi ng'ombe, wanaongoza watu, bado Mungu ana tabia ya kujisazia watu wake ambao angalau kwa namna moja ama nyingine una uwezo wa kusema jamani, hiki hapana, naomba tufanye hiki hapa, naomba tufanye hivi. So mara kama sio 2 au 3 hivi nimekuwa nikipewa jina la huyu bwana Boniface George Simbachawene nimuombe, kwa sababu kwanza ni waziri wa mambo ya ndani, so ana uwezo wa kumaliza haya mambo yanaendelea ndani huko hivi. Anamalizaje? Mungu anajua. Nataka tumuombe Mungu ampe hekima sana, kwa sababu kuna namna ambavyo Mungu anataka kumtumia kuiweka nchi katika utulivu fulani. Anamtumia katika namna gani? Yeye ndo anajua, Mungu mwenyewe. Lakini nimeona Mungu akimpa kibali kwa vijana. Kwa namna Mungu atapa kibali kwa vijana. Lakini Mungu ataweka hekima kwenye sauti yake. Atakapokuwa akizungumza vitu, kuna namna watu wanapata utulivu, wanapata matumaini, wanapata imani na serikali iliyopo. Mimi najua kabisa hata uniwekee mtutu wa bunduki hivi, uniulize hii serikali iliyoko madarakani ni halali, nitakwambia si halali. Hata kama uniwekee bunduki, utakufa tu, kuna shida. Lakini nitakwambia hii serikali sio halali. Najua kabisa wamejiweka, hawajaweka na wananchi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuna watu wa Mungu kwenye serikali. Bado wako watu wa Mungu kwenye serikali. Hata wewe unaongea na wewe hapa hivi, ukipata kauteuzi, uende ukae kuwakilishi sehemu, utaacha kwenda kwa sababu utawala ni haramu? Hapana, inabidi uende. Lengo ni nini? Uonyeshe Mungu atawalapo mambo yanakuaje. Si ndio? So ni kweli serikali iliyopo imejiweka, hatukatai. Ni kweli hawajachaguliwa na wananchi kihalali, hatukatai. Lakini hatuwezi kukataa ukweli kwamba kuna watu wa Mungu kwenye serikali. Na watu wa Mungu hatuwapimi kwa viwango vitu si takatifu. Nikizungumzia watu wa Mungu simaanishi watakatifu, nazungumzia watu wa Mungu, viongozi. Issue takatifu ni issue ya mtu na Mungu wake. Lakini inabidi ufahamu kabisa kwamba kwenye serikali hii ambayo tunajua kabisa aliyoendelea, wote tunajua. Siwezi kusema baba nikawaambia jamani, hii ni serikali Mungu aliyochagua, tusongeni mbele kwa imani kubwa. Nitakwambia kabisa kwamba ndugu yangu, wewe unajua kilichoendelea ni halali, sio halali, wewe unajua. Ila katika hii serikali bado kuna watu Mungu amejisazia, na miongoni mwa watu Mungu amejisazia ni jina la mtu, ni mtu huyu mmoja anaitwa Boniface George Simbachawene. Naona Mungu akimuinua na kumpa access kubwa ya kuwaponya watu kwa sauti yake. So kama akisikia clip hii au akisikia sauti hii, inampasa sasa aanze kuongea sana na vijana na kupata matumaini mapya ndani ya vijana, kueleza kuhusu nchi inaendaje, mipango alionayo, na kwa nafasi yake hii ana uwezo wa kuiponya nchi kwa ukubwa sana 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 sana. He is a good man. Ni mtu mzuri, ana moyo mzuri, ana ubinadamu ndani yake, ana huruma ndani yake, ana malezi ya mama ndani yake. Nikisema mama simaanishi Mama Samia, no, malezi ya mama nyumbani. Amen. Yana amelelewa vizuri, ana upendo, ana huruma, anatambua kipi hakipo sawa, kipi kipo sawa, na ana namna nzuri ya kuweza kuongea. So namwombea Mungu ampe hekima tu, akipata nafasi yote ya kuongea, aongee vitu ambavyo vitakuwa ni tiba kwa wananchi na sio maumivu kwa wananchi. Amen.